na wale ambao tunapewa kila kitu na waume zetu, jamani, tusibweteke. Tusibweteke kabisa. Kama anakupa kila kitu, muombe. Maanake najua kuna wengine hapo anakupa kila kitu na anakwambia sitaki ufanye kitu chochote. Wewe kaa hapo ndani. Kwani unakosa nini? Si kila kitu nakupa, una shida gani wewe? Ndugu yangu, mwambie tu, najua unanipa kila kitu, lakini acha na mimi nijifunze kutafuta hata kama ni kwa udogo. Kule kutafuta hata kama ni kwa udogo, kunaendelea kukupa wewe uzoefu wa kufanya kazi, wa kujituma. Kama ni kabiashara unajua kanaingiaje, kana feli vipi, kanatokaje. Mimi huwa sisemi kwamba kwenye kufa anatangulia mwanaume, hapana. Yaani kufa anatangulia mtu yoyote, lakini kiuhalisia inajulikana kabisa kwamba wanaume huanza, wanawake hufuata, na ndio maana ukichunguza unakuta wanaume wengi wameondoka, wanawake wengi bado wamebaki wajane, kwa sababu life plan yetu iko tofauti. Mtaniambia, na walimu wa biology mko humu, watu wa science na nani na nini, mtasema humu. Jifunze kujitafutia. Mimi naongea kwa experience na hichi kitu naongea na maanisha na kitoa ndani ya moyo wangu. Unakuta mwanamke siku umebaki peke yako au mwenza wako ameteteleka, labda amelala kitandani na hujui kuanzie wapi. Matokeo yake sasa ndio unajikuta kwamba kwa sababu ulishazoea kila kitu kupewa na huyo baba, kila kitu, kesho na kesho kutwa labda ameumwa, amelala au hayupo, suluhu itakayokuja kichwani kwako ni kwamba unahitaji mwanaume mwingine ili uweze kuendelea. Yaani hilo halipingiki, kwa sababu wewe mindset yako ilishajituni kwamba ni mwanaume pekee ndo ana uwezo wa kumtoa mwanamke kupiga hatua moja, kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, kitu ambacho sio kweli. Wapo wanawake ambao hawajaolewa, wanajipambania wenyewe, wanalipa ada za watoto wao wenyewe. Tena mimi nawapongeza sana, yani mnaweza sana. Sisi wengine tunaopewa kuna mahali tumerelax, akili zimelala, tumebweteka kwa sababu we are there, tunasubiri kuna mtu fulani atatuwezesha. Lakini wale wanaojipambania wana uzoefu wao na wamejenga misuli imara sana, kwa sababu wanasema natamani watoto wangu wasome shule nzuri, kwa vyovyote vile lazima nipambane nihakikishe watoto wangu wamekwenda shule nzuri. Natamani kuwa na maisha bora, lazima nipambane na niko mwenyewe ili nitengeneze yale maisha bora. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba tu nimalizie hapa. Nasema hivi, vitu ni vingi sana. Madhara ya kulalamika yako mengi mengi mengi. Tukianza kuongelea hapa habari za kulalamika na madhara yake, tunaweza tukajikuta mpaka saa 4 saa 5 bado tunazungumzia kitu kile kile. Kwanza, kulalamika kuna kufanya akili yako idumae, haiwazi kitu chochote. Yaani kwa sababu unakuwa umefunikwa kwenye lile giza. Ujipambanui hata kidogo. Kumbe wakati mwingine una uwezo mkubwa sana wa kufanya kitu kizuri na ukafanikiwa. Alafu kibaya zaidi, hata kama unataka msaada, huendi ukileta ajenda mezani. Unaenda ukiwa unalalamika tena. Hata ule mlalamikia na hapa huu ni mzigo huu. Huu ni mzigo. Kwa hiyo mimi ninachosema sio kwamba mimi silalamiki, yapo maeneo nalalamika, na nimetoa mfano hapo. Hata wakati mwingine nikiwa naleta hoja kwa mume wangu ananiuliza, unasema au unalalamika? Kwa hiyo ukijichekesha kichwani unaona hapa kweli, hapa sijasema, badala yake nimelalamika. Unapeleka ajenda. Mtu anaona kwamba huyu mtu anasaidika hivi. Anaweza akakupa mawazo mazuri tu kwamba hapa ili utoke unatakiwa ufanye 1, ufanye 2, ufanye 3. Kwa sababu ukilia nani akuhurumie? Yaani nani akuhurumie? Kila mtu analala, anaamka, ana changamoto zake. Unaweza ukamwona mtu huyu yuko smart, ana gari nzuri, amevaa vizuri, sio kwamba hana shida, anazo zimempanda mpaka kichwani, ila yeye ameamua kutochukua matatizo yake kama sehemu ya kikwazo cha kumfanya yeye asiendelee mbele. Kwamba eti kwa sababu nina matatizo nisioge, eti kwa sababu nina matatizo nisipake poda, eti kwa sababu nina matatizo nisiendeshe gari yangu. Hapana. Kwa hiyo maskini, unasema maridadi unaficha umaskini. Amechagua fungu la kutoonyesha shida zake. Kwamba yaenda kwa sababu wewe una changamoto, basi hata uso wako mtu akikuona tu cha kwanza anaanza kuiona changamoto badala ya kuona ile smile uko nayo wewe. Kuna mtu unakutana naye yuko kavaa vizuri, mkikao ukiongea naye anakwambia mimi nina shida na wewe madam, nataka nje nikuelezee changamoto zangu. You look at her kwamba hivi unachoniambia kweli ni changamoto zako? Anakwambia kweli madam, and she's happy, lakini ana changamoto. Mnakaa chini mnasort, hapa tunataka tufanye 1 2 3, lakini she's very 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 smart and comfortable, lakini ana matatizo makubwa. Kwa hiyo wengi sisi tunashindwa kwenda mbele kwa sababu tunatanguliza vilio badala ya zile shida ambazo tutaweza kuzitatua. Kaa chini, tafakari. Mimi madam, mimi mume wangu jamani mchoyo sana, haachi hela ya meza, lakini una miguu mama, una mikono mama, una akili mama. Kwa nini usitafute kitu kitakacho kuingizia hata kama ni hela ndogo?
Wakati mwingine tunalalamikia changamoto, tuna mikopo, lakini mikopo tunakopa sisi wenyewe. Kwa badala ya kulalamika, kaa chini, panga mikakati kwamba mimi nina madeni mengi sana. Haya madeni yangu najengea mkakati huu na huu na huu. Nihakikishe haya madeni yangu yameisha. Unalipa madeni yako polepole, then you are comfortable na unaendelea na kazi zingine. Tena wakati mwingine unalipa madeni, usiache watoto wako wakafa na njaa kwa sababu wewe una madeni. Panga mikakati mizuri ya kulipa. Madeni mengine ni ya watu binafsi. Ongea nao, bwana mimi nitakulipa hili deni katika mkakati huu, katika mpango huu, salama kabisa. Unaacha nafsi yako ikiwa salama huku unaendelea kufanya mambo mengine. Kwa hiyo ndugu zangu, mambo ni mengi. Yaani mambo ni mengi sana. Nikianza kuongelea hizi habari, mambo ni mengi sana. Tujifunze tu kuwa wakakamavu, tuwe na uwezo wa kufikiri, tutamani sana kujitoa kwenye shida zetu sisi wenyewe. Kuna rafiki yangu mmoja kila siku waga anarudia, nikimwambia tu kitu ananiambia bye. Naweza nikamwambia kwamba kuna mtu nimemfuata ni 1 2 3 lakini hajanisaidia chochote. Yeye jibu lake tu ananiambiaje, Mungu ametaka umshukuru yeye, hajataka umshukuru huyo. Ina maana wewe ungengangania huyo akusaidie, usingemshukuru Mungu, ungempigia magoti yeye. Kwa hiyo pambana kwa namna nyingine, utoke kwenye hilo jaribu, unaenda na huku na huku na huku na huku. Unajikuta mwisho wa siku kuna akili fulani imekuja inakupa tu, badala ya kulalamika inakupa nguvu za kuendelea mbele. Umechoka, tafuta watu sahihi wa kushirikisha. Pumzika pale na unapoona inabidi kupumzisha akili yako, pumzika. Kwa hiyo ndugu zangu, leo asubuhi nimetaka tu kuwakumbusha tabia ya kulalamika sio nzuri, ina madhara mengi sana, inatudhoofisha sana, inatufanya tukose uwezo wa kufikiri, inafanya watu watuogope. Yaani watu wanakukimbia, wanaona huyu ukutana naye tu atakubebesha mamizigo yake. Mtu huyo anaingia kule. Lakini inatunyima pia sisi kuona fursa mbalimbali ambazo sisi tuko na uwezo nazo. Tuna akili na tunaweza tukafanya, lakini kwa sababu kuna kitu fulani tumekiweka kama kovu kwenye akili yetu, tunajikuta tunashindwa kabisa kutoboa. Mungu awabariki sana, niwatakia asubuhi njema. Tunaweza tukaendeleza tu hili somo tukatoa